Naam, swala la miraa katika eneo hili la Igembe ama Nyambene basi ni swala ambalo linaweza simamisha shughuli zote katika maeneo hii ili iweze kuzungumziwa kwa undani. Na tunapozungumzia hii leo masuala ya soko na biashara ya miraa, basi niko katika mji wa Maua ambao ni ile mji mkuu ambao unashughulikia na mambo ya biashara ya miraa kutoka kule mashambani kuja hapa ambapo inawekwa kwenye magari kuweza kusafirisha moja kwa moja katika maeneo, aidha kwenda katika eneo la ndege kusafirishwa nje ya nchi ama yale maeneo yale ambao ni watumiaji wa zao hili. Basi niweze kuungana na wale ambao ni wakulima na wale biashara wa moja kwa moja wa mambo hii ya miraa tuweze kusikia, ambapo kwamba tumeona kwamba serikali kwa mara ya kwanza imeweza kuweka bei ya miraa, jambo ambalo ningependa kusikia labda hisia za hawa wakulima moja kwa moja. Labda kwa mara ya kwanza kabisa tumeweza kuona serikali imeweka bei ya miraa. Nyinyi kama wakulima, labda swala hili mnajichukulia kwa njia gani? Asante sana. Kwa majina naitwa Rasta Karoiro. Mimi ni chairman wa kikundi cha wakulima na wafanyabiashara wa miraa kinachojulikana kama Igembe Miraa Farmers and Packers Welfare Association. Na kitu ya kwanza kushukuru serikali kwa kuingilia kati na kutangaza bei ya miraa the first time tangu Kenya iwe independent na miraa ianze kuuzwa nchini Somalia. Tunashukuru sana kwa serikali yenye ilituunga mkono, sababu ilitangaza hiyo bei kama interim, tukingoja tuketi na wale wanunuzi wa miraa ndio tuweke bei kamili na tuingie into agreement vile miraa itakuwa inaenda wakati ya mvua na wakati ya jua. All of a sudden wafanyabiashara ndio wakaingiliwa na wafanyabiashara wa maua na wakachukua bei ambaye si ile ilikuwa inatangazwa na serikali. Nikitangazia wakulima na wafanyabiashara pia, kila kitu serikali ikitangaza bei, si serikali inakuja kuimplement kwa samba yako. Kama bei imetangazwa ya unga ni 120, ukienda kwa duka ukiwa na 110 utauziwa. Sasa kama wakulima na wafanyabiashara wa Meru wangekataa hiyo pesa na mkulima naye akatae kuuza, ili mnunuzi anunue ile bei serikali imetangaza. Kwa majina naitwa Christopher Murethi, mimi ni vice chairman wa hiki kikundi. Kwanza nashukuru sana kwa wakulima wetu, wakati tulikuwa kwa mgomo walijitahidi wakanjikaza siku 10 hatukuwa tunakata miraa. Mimi ni mkulima, nilikuwa mwana biashara, lakini sasa mimi ni mkulima naendelea. Ile shinda tunapata ni eti tunanyunyizia miraa maji ya bowl, na tukinyunyizia miraa maji ya bowl hiyo gharama inakuwa mingi. Tunapokuja kununua miraa kwa shamba inakuwa pesa kidogo, hata kutoa gharama zenyewe haiwezi toa gharama, na tuko na shinda kwa sababu hapa watoto walikuwa wanaenda shule, watoto walikuwa wanasoma university mzuri, watoto walikuwa wanasoma boarding mzuri, watoto walikuwa wanasoma secondary mzuri, lakini kwa sasa hata masomo imekuwa shinda hapa eneo la Igembe. Na tuko na uhakika serikali ndio iko na solution kubwa, iko na sehemu kubwa katika hii vita, kwa sababu wakiongezea airspace na wafungue mipaka kutakuwa na competition. Tayari tunajua kuna wanabiashara 16 kutoka Somalia wanataka kuingia kwa market. Tunauliza serikali iharakishe, hao wakiingia kwa market bei ya miraa itakuwa iko sawa kabisa, sababu tumeona udhaifu mkubwa kwa wakulima kukaa ngumu ili wanunuliwe vizuri. Tumeona udhaifu pia kwa wanabiashara wa Meru wanashirikiana pale Maua na wa Somalia ili kufinyilia mkulima, kwa sababu mkulima naye hajakaa ngumu. Kwa hivyo hii vita inahitaji kila mmoja, lakini serikali iko na sehemu kubwa katika hivi vita. Kwa majina naitwa Jafet Kiremi ama Muchongori. Mimi ni mkulima. Swala la soko, shinda kubwa kwanza tuseme kama ile umetaya ya Uholanzi ilileta tu shinda kidogo, kwa maana miraa kule ilifungwa kwa ajili ya kuambiwa ati inachafua nchi. Ilikuwa inahitajika tu maybe a clean company ambaye ingekuwa inafanya usafi huko. Pia hiyo tunaweza omba rais wetu, kwa maana wakati tulikuwa na miraa ya Somalia na tulikuwa na nyingine ambayo ilikuwa inaenda Uholanzi ama inaenda London, kulikuwa na competition ile ambayo ilikuwa juu, na hakuna wakati miraa imewahi kosa bei katika hiyo wakati, kwa maana ilikuwa nyingine inaenda pande nyingine inaenda pande nyingine. Na ndio tunaomba soko license inapoongezewa ya Somalia pia atunjaribie kama kuna uwezekano pia miraa irudi kuenda kwa hizo soko zingine, kwa maana kama itakuwa inaenda kama hiyo London itakuwa pia imeongezea competition na pia market
market ikionekana mingi ndio itakuwa vizuri, na ombi letu kwake na angalie sana na atuangalie kwa hili. Miraa uanga inasaidia nafasi kubwa sana ya uchumi, na zaidi ya yote kama wakati huu miraa imeteremka hivi, mwenyewe ameelewa kuna shida ya uchumi ama uchumi wetu umeteremka, na wakati wote ambaye tuko na soko mzuri ya miraa ama tuko na mahali kwingi wa kupeleka, atukuangi na shinda, uchumi wetu uko mzuri na mambo yote tunaweza, na hiyo inawezekana. Kwa hivyo maombi hizo soko zingine zikifungulika itakuwa mzuri sana na itasaidia zaidi. Shukrani sana. Basi asante. Kama ulivyosikia, basi ni swala nzima ambalo basi ni changamoto kadhaa ambazo wanaweza kwamba wahusika wakuu wakiwemo wale wakulima, wanabiashara, serikali na ile wale ambao wanahusika kuhakikisha kwamba soko za nje zinapatikana, basi wanafaa kuja pamoja kuhakikisha kwamba ili swala linatafutiwa na kuwa kitega uchumi kama ilivyokuwa hapa awali. Kwani hapa awali ungetembea huu mji wa Maua, basi kwa jina kuu ilikuwa inaitwa Mombasa Dogo, kumaanisha kwamba pesa ilikuwa inapatikana hapa, shughuli zilikuwa zinaendeka vizuri, lakini kwa sasa ni hali ambayo wanasema kwamba ni changamoto kuu. Kutoka hapa eneo la Maua, kaunti ya Meru, jina langu ni Gregory Muridhi.